Habari. Leo nataka nikupe njia ambayo itaweza kukusaidia kuweza kupunguza gharama za ujenzi kwa asilimia kubwa sana katika safari yako ya ujenzi wa nyumba yako bila kuharibu uimara wa nyumba wala ubora wa hiyo nyumba ambayo unakuwa unaijenga. Njia hiyo ni kutokuweka jamvi kwenye nyumba yako. Kwa watu ambao labda tutakuwa hatujui jamvi ni nini, jamvi ni ile layer ya juu ambayo inakamilisha msingi wa nyumba yako. Njia hii watu wengi wanaijua, lakini wengine hawaijui. Sasa kwa faida ambayo ya watu ambao wanakuwa hawajui, ni kwamba sio kitu kibaya kuweza kuweka jamvi kwenye nyumba yako. Ni kitu ambacho ni kizuri, lakini kwa upande wetu huwa tunatumia hii njia kuweza kupunguza gharama za ujenzi kwenye upande wa mteja, kwa sababu jamvi haina mzigo mkubwa sana ambao inakuwa inabeba. Kwa hiyo ukijenga kwa namna ambayo nyumba yako itakuwa ni imara na ina ubora, inakuwa haina haja ya kuweza kuweka jamvi. Kwa hiyo hapo unakuwa umepunguza gharama za ujenzi. Tukua tumeshamaliza kujenga ule msingi, tukua tumefunga mkanda, tunaweka kifusi, tunamwagia maji tuweze kupata mgandamizo ambao ni mzuri, na tunakuwa tunaendelea katika hatua ambayo inafuata. Ambao hatua inafuata ni ujenzi wa kuta labda na columns. Njia hii unapokuwa unaitumia, ni vizuri ukapata ushauri kutoka kwa mtu ambaye anakuongoza katika ujenzi wa nyumba yako. Usiamue tu kwamba siweki jamvi. Hakikisha unapata ushauri kutoka kwa mtaalamu ili aweze kukusaidia na kila kitu kiweze kwenda sawa kabisa. Kuna sababu ambazo sisi huwa zinatufanya kabisa ili tuweze kuweka jamvi kwenye nyumba, na kubwa zaidi kama nilivyokuambia ni kusevu gharama za ujenzi katika nyumba. Kwenye upande wa kujenga jamvi inatumia gharama kubwa sana ambayo inaweza ikawa ni zaidi, au hiyo gharama ukaitumia kwenye hatua nyingine ya ujenzi wako. Na wakati mwingine kwenye haya majengo ambayo ni ya kawaida, labda nyumba ya kawaida, labda ni ghorofa moja, jamvi kinakuwa ni kitu ambacho sio cha muhimu sana, kwa sababu jamvi hakuna kitu chochote ambacho kinakuwa kinashikilia kwa wakati ule, na mara nyingi inakuwa ni watu ambao wanakuwa wanapita pale juu labda na kuweka hizi furniture katika nyumba na vitu vingine vya nyumba. Kwa hiyo hakuna mzigo mkubwa sana ambao unaweza ukasababisha kwamba nyumba yako labda ipate madhara yoyote. Mfano, katika nyumba ya square mita 2100 unaweza ukatumia kujenga jamvi mpaka milioni 20, milioni 30. Inategemeana na urefu wa ile misingi ambayo unakuwa umejenga. Lakini ukiweka tu kifusi unaweza ukatumia labda milioni 3, milioni 4. Kwa hiyo hapo usipojenga jamvi unakuwa umesave gharama kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia kitu kingine, kwa nyumba ambazo zinakuwa zina misingi mirefu, ukiweka tu kifusi na ukasema kwamba ujenge jamvi kwa wakati huo, kuweza kupata ule mgandamizo ambao ni mzuri au maximum compaction, inakuwa ni vigumu kuweza kupata kwa muda mfupi. Na wakati mwingine ndio utakuta unapata madhara ya nyumba, labda umeshaweka tiles utakuta zinapiga kelele tiles, au zinakuwa zinadidimia. Kwa hiyo ni changamoto, inakuwa kwamba wakati wa kuweka ile jamvi ni kwamba ule udongo haukupata mgandamizo ambao ni mzuri. Kwa hiyo kadri muda unavyokuwa unaenda, mgandamizo ambao utakuwa unatokea, ndio hilo tatizo la tiles kupiga kelele, kudidimia, linakuwa linatokea hapo. Lakini kitu kingine, kama nilivyokuambia, tunajenga nyumba yetu, hatuweki jamvi, lakini tunatakiwa kuhakikisha kwamba nyumba yetu inakuwa ni imara na yenye ubora. Kwa hiyo kitu kingine ambacho huwa tunazingatia ni kuanza kujenga misingi yetu kuanzia chini kabisa ya nyumba, ili kuhakikisha tunapata nyumba yenye ubora na uimara ule, hata kama hatutaweka hii jamvi ambayo tunataka kuweka. Lakini kitu kingine kama nilichosema kwamba mzigo ambao jamvi ambao inabeba ni mdogo sana, sio kwamba ni mkubwa ambayo kwa kiasi ambacho inaweza kuhatarisha nyumba yako, labda ikapata madhara au ikapata changamoto yoyote. Hapana. Kwa hiyo hii ni njia ambayo unaweza kutumia kuweza kupunguza gharama za ujenzi katika hatua za ujenzi wa nyumba yako, na itaweza kukusaidia sana. Lakini usiitumie tu kwa sababu umesikia kwamba usiweke jamvi. Itumie ndio, lakini upate ushauri pia kutoka kwa mtaalamu ambao anakujengea hiyo nyumba ili kila kitu kiende sawa. Umeona? Kwa hiyo karibu sana BLC Homes. Sisi tunajenga nyumba,
tunachora ramani za majengo, ushauri kuhusiana na ujenzi, tunafanya maboresho ya nyumba ya zamani na kuwa ya kisasa kabisa. Kwa hiyo karibu sana, tutaweza kukusaidia katika ujenzi wako wa nyumba yako, na unaweza kufika katika ofisi zetu Sinda. Karibu sana PLC Homes.